Bishop wetu Omole, Your Excellency our President na viongozi wote, kanisa letu la CCA, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Wow. Hii kanisa, Your Excellency, naipenda sana. Na nafikiri wanajua na wapenda. Ni kweli? Mnajua? Na wapenda sana. Mimi nawapenda zaidi. Tarehe 19 Januari niliwaambia, nilikuwa hapa, nikawaambia na walombo tofu, na nikasema ndawapenda by force. Si ndio hiyo? Your Excellency, from our region there are few churches that carry the people. In 1907 Johana Owalo alianzisha kanisa inaitwa Nomia. Nomia iko kwetu. Baada hiyo Ondeto, Simio na Gaunchia Aoko walianzisha Legion of Mary au Legion Maria. Hiyo pia iko kwa mioyo ya watu wetu. Archbishop Matthews Ajuoga Abednego. Si ndio hiyo? Matthews Abednego Ajuoga got a commission from God to start the Church of Christ in Africa, CCA. Na hii kanisa is one of the places you'll go. Unajua makanisa mengi yametokea ambayo yana uongo. Makanisa mengi ni ya biashara. If you want the true word of God, on my desk kuna Biblia nilipatiwa Januari na the Archbishop of this church kwa ile special prayer. It is on my desk. I have never removed it. They keep true to the word of God. Na mimi ningependa ku encourage muendelee kukaa kwa neno la Bwana. Muendelee kukaa kwa neno la Bwana. Biblia inasema kwamba siku za mwisho kutakuwa na false prophets. And we see them every day. Atinunua mafuta, sijui maji, shilingi 10, tuma M-Pesa. I have never heard that in CCA. And let us not go there. Bishop, thank you so much for your word. You always give us a good word. You have told us about humility, about being a shepherd. Na vile tunaongoza, tuwe na unyenyekevu, tuwe watu ambao tumekaa kwa neno la Bwana. And that is the same word that Bishop gave us in January, if I remember well. I always take notes. It means there's a reason. Kwanza namcongratulate our new archdeacon. Congratulations. Na niko na zawadi yako nitakupatia. Lazima. Ukitawazwa unajua lazima upate zawadi. Lakini yangu ni ndogo, mdosi yuko area. Mdosi yako area. But you know, it is true. These days, we see many leaders talking down to the people. Naona viongozi wengi wanaongelesha wananchi na kiburi. Wanaongelesha wananchi ni kama wanasomea. Wanaongelesha wananchi ni kama wanabishana na wananchi. I want to encourage all the leaders here. My MCAs, MPs, let us have that spirit of true humility. Even as you lead knowing that it is God. Romans 13:2 says, and I'm glad the youth leader said, Romans 13 says that there's no authority that comes that is not from God. Tuongoze watu na unyenyekevu ambao umetoka kwa Bwana. Juu hizi viti ambazo tumekalia hatukupata juu ya nguvu yetu. Hatukupata juu ya akili yetu. It was not by power or by might, but it's by God's grace. And as a leader, you're a steward of God's people. They are not your people. It is God's people over whom you are a steward over. So sometimes unajua unakuwa kiongozi inaingia kwa kichwa yako. It is not anyone's right to be a leader. It is God's decision for that time to achieve his purposes for the people he loves. God loves the people more than you do. So isiwahi fika mahali hiyo kiburi siku hizi tunaona watu wanaongea nayo na matusi. Haistahili kwa hivyo. We have one country that we want to keep together. We want to keep united. We want to keep
you know, a country that God loves, that our children tomorrow will still have Kenya. Ile mbio unasikia watu wengine wanaongea ni kama Kenya inaisha next week. We found this country and we will leave this country. But we want to leave a better place for our children and for other generations. Your Excellency, najua Alado amepea na remix. Hiyo vile amesema si vile ilifanyika jana. Ulinipigia ukaniambia nipange church. At first I thought, which constituency have we not gone to? And I suggested one church down the road. Alado said, hey, tuende mahali ya broad based. Nikamwambia unajua Nairobi yote ni broad based. There is no part of Nairobi that is not broad based. Kweli uongo? Nairobi yote ni broad based. But then I remembered, because you told me something. Unaniambia tafuta kanisa ambayo kuna mahali kuna kitu wanahitaji tunaweza saidia. Just how you love helping the church. And when you told me that, I remembered the request made on the 19th of January. Ile mambo mlisema mnakumbuka? Mnaona hii roof? Hii roof si mnaona? Shida yake ni gani? Asbestos. Si mliniomba nifanye? Nikatoa kidogo, boss, unajua mimi nilianza kazi juzi, mimi ni kijana bado. I gave them $500,000 that day. But I said I will find another person who will sort out that problem completely. Bila harambe, bila kutangisha. Ndo nikapigia kafi, nikamwambia panga kesho tuende CCA hapa. And when I told you that on the message, ukasema sawa kabisa. No hesitation, no other direction. Unajua baba yako akiwa area, Biblia inauliza, kuna mtoto anaomba baba yake samaki anapewa nyoka, ama anaomba baba yake mkate anapewa mawe? Hapana. So Excellency, the letter has many requests, but the one I have carried personally is that we can change this roof and put a better roof, because there's a directive against asbestos roofing in our country. Na hiyo atamaliza leo. Si ni kweli? So hiyo imeisha leo, si ndio hiyo? Mambo ni mjamo pia. Hiyo tunamaliza leo. Ya pili, Your Excellency, kwaya zetu zenye ziko hapa. Mnajua kwaya mnajua vile si ufanya? Ama mmesahau? Si mnajua? Mnajua kwanza mimi napenda kwaya sana. So kama kawaida pali mnaenda Kisumu, each choir I will do 50,000 ya kwaya zetu 50,000. Najua boss. Najua boss ndio mambo yote. Hiyo ndio mambo yote. Hiyo safari akiwapatia gari ya kuenda, mimi naweza ongeza tu mafuta, lakini gari ni yeye. And everything happens for a reason. Kwaya yangu ya Kibra, kwaya ya Madhare, all of us. Na kwaya yetu ya Kariobangi. Na ya hapa. Asante sana. Your Excellency, vile Karen alikuwa anaongea the battle of choirs, walishangilia si ati juu kuna deni. Ni juu this year we missed it. We didn't do it this year. This year in usually every Easter we do a battle of the choirs. Now we bring all our choirs together. But this year because of constraints we couldn't do it. But tutarudisha in December. Tarehe 12 ile inakuwa Nairobi Festival, itakuwa pia na kitu ya choirs, so that we can all celebrate. Normally more than 100 choirs from all across Nairobi, they come together to celebrate and to worship. Na hiyo tutakualika pia, if you are around, to come and join, because I know you love choirs. Mr. Ongeza mambo mengi mengine. Nimesikia vile tunasema Mheshimiwa Alado na Mheshimiwa Mbatia, hizi nyumba zenye watu wanaishi za county sio zangu na sio zenu, ni za Wakenya. Mtu hawezi kaa kwa nyumba miaka 15 hajalipa hata shilingi moja. 15 years ama 10 years hujalipa hata shilingi moja, lakini mnataka services. Mnataka hiyo pending bill ilipwe. Mnataka takataka ichukuliwe. Mnataka barabara zitengenezwe. Mnataka madawa hospitalini. We must all play our part. We must all play our part. You know, it is not, you can be populist saying tuache watu wakae tu. Then with the other hand, these MCAs have ward development fund. Every ward has a project that needs to be paid.
So Mbati ukitaka wasilipe, wacha nisikufanyie wa WDF, nifanyie wale wengine kwa ambapo wanalipa. So ni kwenu Jericho, it's the same thing. They belong to the millions of Kenyans. They belong to Nairobians. We want services. Juzi niliambia rais example. I was with the mayor of Paris. Budget ya Paris iko na watu 2,000,000. Nairobi iko na watu milioni ngapi? 7. Paris budget yao ya watu 2,000,000 is 132 billion shillings. Nairobi it is 40 billion shillings. With 7 million people. But we want the quality of Paris or of London and not pay our part. You cannot have your cake and eat it. We are doing our part as a county. We are pushing. Last year we had the record highest revenue, 12.8 billion. Haijai onekana Kenya hii from any county or from Nairobi. By now we have already surpassed that record last year of 12.8. We are now already at 13 billion and the financial year is not over. Even as we do our part, everybody must do their part. Na hatujongeza ushuru yote. The rent is so low. Tell me where in Kenya you'll get half an acre property, Woodley. Half an acre, 3 bedroom, rent ya 17,000. Alafu hujalipa miaka 10. Huku mtaani pale tunaishi, ukose kulipa mwezi moja mlango inatolewa. Una kifuli inawekwa, pale pengine hata roof inatolewa. Si ni kweli? So all of those who stay in county government houses know they are not mine and they are not yours. They belong to all the people of Nairobi. We have given you payment terms, ulipe pole pole, ni sawa. Si ndio hiyo? What we're going to do over here, Excellency, is urban renewal. We are redeveloping 9 estates in Nairobi. We're redeveloping those 9 estates, tukianzia Woodley ambayo tumeanza, Kariobangi, tukija Ziwani, tukienda Bahati, tukienda across the county, Jericho pia tunafanya, Lumumba tunafanya. We must do it. Because if those who were there before, if you look at Ofafa, Jericho and Lumumba, from 1943, yesa tikianzwa, kama hawakufikiria Kenya, Nairobi ya mbele, hizo nyumba zingepatikana. Si ni kweli? Today in Woodley, where there were 43 houses, I'm building 1,975. Because the population is growing. Where there were 43. Lakini mkucha kukwamilia hiyo 43, wale 1975 watapata wapi? So the same way you feel you have a right to a house, also think of other Nairobians. By 2050, population in Nairobi will be 10.5 million. We must think about the future. Ndio tupange mji wetu. Na Excellency, we are up to the task. Hiyo kazi mlinipatia. Najua General Secretary alisema nyinyi mnapiganga 3 piece. Lakini kwa governor najua 6 piece. Lakini kwa governor mlinionea macho mzuri. Si mlinipatia kura? Kweli uongo? Na singumi bado ni mbwekse? Ama tumebadilisha? So tunaendelea pamoja. We are doing several improvements in our city. And Your Excellency, I must thank you. Lazima nikushukuru. Because for the first time, I think Nairobi is now experiencing devolution for the first time. The support from the national government in Nairobi has never been like this. Haijai kuwa. What Mheshimiwa Roro is talking about has some truth in it. But the constitution envisaged it. Na sheria zetu ilifikiria. Section 6 of the Urban Areas and Cities Act provides for a special relationship between Nairobi and the national government. Nairobi as the seat of the national government and the capital city. It's a special relationship. Director wangu wa barabara akizembea kwa kazi, uchumi ya Kenya inasimama. Nikikosa pesa ya kulipa stima, tuzime street lights zote, there'll be insecurity in the capital city. County ingine labda hatutaona impact, but in Nairobi there's a huge impact. It's the face of the country. So I want to thank you for that cooperation. Tunafanya kazi pamoja, tayari tumekubaliana mabarabara zaidi ya bilioni 2.1. Ile nilikuomba mwaka iliyopita ya tukio Roysambu, nikakuomba mambo ya madarasa, ukapatia wabunge wetu 1 billion. Extra special allocation. Rais alipatia wabunge wetu 1 billion kutengeneza madarasa. Other counties didn't have it. Na vile enda bunge kwa budget committee, when people were resisting other counties, the president himself made a phone call and said Nairobi is a special case. A city of 7 million people cannot have 200 schools. So what we are doing is catching up with what didn't happen before. And we are going to do it, lazima iwork. Na lazima itawork. Sawa sawa? So tuko pamoja na wapenda sana. May God bless you. Tutazidi kurudi hapa. Tutarudi kuwatembelea zaidi. We will continue.
Hataki niende bila kujua. Amenipatia majina ya makwaya. Kuna Cathedral, kuna Northern, kuna Kariobangi, kuna Kibira, Yawe Kwaya, Kariobangi CCC. Zile nimetaja wako hapa? Mbona sijasikia? Hata nianze tena. Cathedral Choir. Northern Choir. Unaona vile wanametameta na hiyo uniform. Watakwambia pale waliipata. Kariobangi Choir. Good. Kibira Choir. Asante. Yawe Choir. Maka wameka finyo. Maka na gitaa. Kariobangi CCC. Sisi? Nasoma tu vile imeandikwa hapa. Triple CCM. Triple CM. Haya. Nda correct vile imeandikwa. Clergy Choir. Ndio gani hawa? Ati Clergy Choir. Sasa wameona wameona kuna watu wanaomoka na wao wanaachwa nyuma. Siwezi wasahau. Lakini hatujasikia wimbo umeimba. So pia ya clergy iko. Hatuwezi wasahau. Nyinyi mnachunga watu wetu. So clergy pia tunawachukua kama kwaya. Pia nyinyi namna hiyo vile wengine watakuwa wanapangwa. Sawa sawa. I think ya mwisho kabisa ni ku-encourage rais wetu. Nimeona watu wakipiga kelele. Wale watu wa KOTU wakisema ati affordable housing, hawafai kujenga soko, hawafai kujenga shule, hawafai kujenga nini. Tulikana kama Council of Governors na Your Excellency. Ukienda Mukuru, zile nyumba zinajengwa in the tens of thousands. Si ni kweli? Kule Kibra kuna housing. Langata kuna housing. Affordable housing sio nyumba peke yake. It is a community. Hawa watu lazima wawe na njia ya kuishi. Ukileta watu 10,000 mali moja, si soko inatakikana? Si ndio hiyo? Si shule ya ECD inatakikana? Si hospitali inatakikana? Si fire station inatakikana? Sasa hii kelele wanapiga wanasema tujenge tu nyumba. Remember, affordable does not mean cheap. We're not creating vertical slums. We're creating a place where mtu pali yuko. Asubuhi ukiamka, mtoto wako anaenda shule ama aende kwa daycare. Unaweza nunua kitu kwa soko. Kukiwa na emergency kuna gari ya moto hapo. Si ni kweli? Mtu akiwa mgonjwa kuna level 4. In fact, I want to thank Your Excellency because in Mukuru unatujengea level 4 hospital ambao unatupatia kama county government. Ile siku tulikuwa Mukuru, I think I've never seen a more beautiful day. Yaani mama mwenye hajaifikiria kuwa na choo kwa nyumba yake. Choo. Some of you take things for granted. You have 4 toilets in your house of 5. Wengi Nairobi. Choo ni ile mnashare kule ya mtani ya kulipa. Si ni kweli? Imagine the indignity in it. How would you fight such a program? Na wewe kwako uko na sijui choo 10, uko na jikoni 3, uko na hata jikoni ya nje, sijui gazebo, nini. We really want, thank you for standing with those that God talks about in the word of God when he says that when I was hungry you fed me. When I had no shelter you housed me. You know, when I was sick you gave me medicine. Thank you for taking care of them. And for those who are fighting that program, shame on you. Shame on you. Nilisikia juzi ule jamaa alikuwa ule wa ukabila. Akisema akuuliza rais ati nani alikwambia tunataka manyumba? Hatumjengee zakae na yake amejenga, alisema sijui 150 million kule, sijui kuna wengine Karen. Wananchi wa kawaida wanahitaji hiyo nyumba, si wewe unajengewa. So mind your business. Don't step in the way when the normal Kenyan is being helped. Unajua kuna mtu, I was telling the president, Bishop, unajua prayer request ile unapata? Prayer requests. Kuna mtu hata hajawahi imagine anaweza omba Mungu ampatie nyumba. Anaombanga tu chakula na watoto wawe na afya mzuri
Hajaomba ati Mungu nipatie nyumba iko na 2 bedrooms. Ati niko na choo ndani ya nyumba yangu. Ati kuna maji. Sasa kule Mkuru watu wametoka kwa slum wanaishi hot water ndani ya nyumba. Gas imetoka na pipe, hata mimi kwangu sina hiyo. Piped gas. Rais amenunulia wote furniture kwa nyumba zao. Unapata kitanda, viti, kabati, mattresses. Nyumba iko na wifi ya shilingi 10 peke yake kila siku. Alafu unaipinga. Ushindwe. Shame on you. Si ni kweli? Shame on you. Ni kama wale wakora wengine Nairobi ambao wanataka kiti ya governor wakisema ati nisilishe watoto. Is your head okay? Kuna watoto ambao walikuwa nakosa kwenda shule kwa sababu ya njaa. Nairobi hii, shamba ya mawe. Nairobi kikosa pesa utakosa chakula na pale pa kukaa. Si ni kweli? Nilijenga hizo jikoni, walipiga kelele, walienda kotini, nilizijenga. Jikoni 17 Nairobi hii. Siku hizi nalisha watoto 300,000, 310,000 children every day na shilingi 5. Hiyo program itaendelea. Iendelee ama isiendelee? Iendelee ama isiendelee? Na kwa shilingi 5 tu. Hata kama wewe ni hustler, unaenda kuotea kazi. Unajua Nairobi tunaoteanga kazi zingine. Unapata mama ni wakufua, amekaa mtaani, hajui kama ataitwa kwa nyumba ama ataitwa. Lakini anajua whether nipate kazi leo ama nisipate, mtoto wangu amekula. Whether nipate kazi ya mjengo leo ama nikose, my child is eating. Shame on you trying to stop such a program. Shame on them. Si ni kweli? So sisi tuko gangari, tuko nyuma yako excellency. As my colleagues have said, nyinyi mtatuambia na baba kama ni ODA ama UDM. Vile ODM na UDA itakuwa pamoja. Sisi tuko pamoja tayari. Nairobi we are together. We are together. Si ni kweli? So vile mtafanya ukarabati hapo, it is up to you. Sisi ndo tulianzisha broad base Nairobi. Wakati niliteua mawaziri, nilikuambia boss, Nairobi lazima nikae na watu wote. Ule mkabila akaanza kunipiga. Si alianza na mimi? Nikamwambia hapana. Huko si ushago. Usitulete ukabila. Vile tulienda kwa kina Magoba, Busia. Si niliwaambia utabiri ya hali ya hewa. Nikamwambia mkiona baba, and that was 2022. Nikamwambia mkiona baba akifanya kazi na Rais Ruto na atafanya, mtanikumbuka. Imetokea hajatokea? Si imetokea? Na wakati huo niliteua mawaziri kutoka ODM, niko na chief officers kutoka hata Wiper. I brought everyone together because in Nairobi hakuna shida ya jamii moja ambayo si ya jamii nyingine. Everything you've had being asked for here is not for any community. Hakuna njaa ya Wakamba. Hakuna poto ya Wakikuyu. Iko. Hakuna takataka ya Wajaluo. Our problems are the same. Jirani yako ni ndugu yako. Watu wangu wa Nairobi, mtakubali ukabila ingie Nairobi? Mtakubali? Atuambie uanze kuangalia jirani yako na macho mengine. Ati kwa bahati mbaya ukipata ajali leo uende hospitali, utasema unachukuanga tu damu ya Wajaluo. Usiongezewe damu nyingine. Utachukua damu ya binadamu. Si ni kweli? We have more that unites us than what divides us as a country, and we will stay united as a country. Mungu awabariki, tuazidi kurudi. Tumkaribishe rais wetu aje atuzungumzie.